Basi tufumbe macho kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya muda na wakati huu. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu wa kweli, hata sasa ni Ebeneza. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya majira na wakati huu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wajoli na watumishi wako ambao wameingia hemani mwako majira haya. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesema tu unatuwazia mawazo mema tena yenye amani. Lakini muda huu na wakati huu, Mfalme wa mbingu na nchi, tumekusanyika hapa maana umesema mnapokusanyika wawili au watatu mnakwenda kupata mahitaji. Kwa kila mmoja mmoja ambaye umemkusudia siku ya leo, nenda kampatie kile kinachostahili. Uende ukaseme nasi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe watu ambao tunaelekea mbinguni. Muda huu tunakwenda kujifunza maneno ya Mungu. Kwanza nina kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya kibali cha siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa sababu ya neema ya uzima. Lakini hata wewe najua unamshukuru Mungu kwa sababu ya neema ya uzima. Wakati wa mama wanaendelea kuimba hapa, kuna watu walikuwa wanabubujika machozi. Ni kwa neema tu, wala sio kwa ujanja wao. Bwana asifiwe sana. Ninajua hata mtumishi wa Mungu haikuwa rahisi miezi miwili iliyopita. Na ndio maana leo ameimba kwa furaha akimtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Asubuhi tulikwenda kujifunza kupitia kitabu cha Waefeso sura ya 4 ule mstari wa 25. Tulijifunza maneno ya Mungu kupitia kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 25. Nitazungumza kwa ufupi, ninaama hapo na change motion, tunahamia sehemu nyingine. Tulisema kwamba habari ya asubuhi, Biblia inasema kwamba mkaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Biblia yangu inaniambia kwenye hichi kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 25, mkaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Tunatamani tukaseme ukweli katikati ya kipindi hichi kilichobakia. Tuna siku 23 watumishi wa Mungu kabla ya kuingia mwaka 2025. Tuna siku 23. Ni siku nyingi sana kwa maisha ya mwanadamu mpaka kufikia huo. Lakini katikati ya kipindi hichi tunatamani sasa tukaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Maana watu wengi wanajua dhambi nyingi huko duniani, lakini wamesahau dhambi ya uongo. Wanajua kuna dhambi ya uzinzi, wanajua kuna dhambi ya ulevi, lakini wamesahau kwamba eneo dogo sana linaweza likasababisha watu wakashindwa kuingia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na sisi leo tunawakumbusha watu wakaseme ukweli wanapoondoka hapa. Na jirani zao kama walikuwa hawajawaambia ukweli, waende wakaseme ukweli. Bwana asifiwe sana. Hakuna biashara ya kuwapaka watu mafuta kwa mgongo wa chupa. Waambie watu wa kweli, utakuwa umewasaidia. Na asubuhi nikasema ndoa nyingi zimeingia kwenye changamoto kwa sababu ya uongo. Bwana asifiwe sana. Taelewa baadaye. Bwana asifiwe sana. Nikasema hivi, maisha tuliyokuwa nayo sasa hivi, vijana wengi wanapotaka kuoa, wanapowatafuta mabinti, lazima waseme uongo ili waweze kufanikiwa. Na wale mabinti nao wanapenda kuambiwa uongo ili wajisikie mioyo yao ina amani. Bwana asifiwe sana. Kijana anamtafuta binti, anamwambia usiofu. Yaani nina bonge la jumba, gari ninalo, kila kitu kipo. Lakini yule binti baada ya kuingia pale, anakutana na vile vitu hakuna. Anaingia kwenye changamoto nyingine. Na asubuhi nikawaambia watu, wewe kijana ambaye unamdanganya binti, na binti anayeona amani kuambiwa uongo, wote moto unawahusu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu sio kwamba hujui, na starehe ya wanawake wanapenda kuambiwa uongo ili wafarijike kwenye mioyo yao. Bwana asifiwe sana. Unakuta wakati mwingine kijana anamwambia binti, yaani umependeza, yaani hizi nywele zako zinavutia. Sema tukaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Hakuna biashara ya kupakana mafuta
mafuta kwa mgongo wa chupa. Tunajua ibada yetu inaanza saa 1 ya kwanza. Tunawaambia watu hata ukija saa 3 itakuwa inapendeza sana. Yaani wakati wa kutoa sadaka ndio itakuwa vizuri sana. Tunawadanganya watu. Wakati ibada ni ungamo, lazima tuambie watu ibada yetu inaanza saa 1 kamili na ni lazima uungane. Biblia inasema kwamba tukaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Usimbebe mtu, mwambie kwamba hapa hapafai. Leo tumeona na Ivera wameimba. Kama hawajaimba vizuri, ifike mahali tuambie kwamba hamkuimba vizuri na wala hamjatufurahisha. Bwana asifiwe sana. Hakuna biashara kuwapaka watu mafuta kwa mgongo wa chupa, unapiga makofi wakati unajua kabisa hao watu leo hawakufanya vizuri. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema mkaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Tuwe waaminifu, maana eneo hilo linaweza likasababisha tukashindwa kuingia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Tunahama eneo hilo, tunaingia eneo lingine la mchana. Hilo lilikuwa ni eneo la asubuhi. Eneo la mchana, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha mtoto wa katibu Amosi sura ya 8 ule mstari wa 11. Sura ya 8 mstari wa 11. Aliyepaona tukaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Tusiwapake watu mafuta, tuwaelekeze watumishi wa Mungu, inaweza ikasaidia. Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Aliyepaona anisomee mstari mmoja tu. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Amina. Angalia siku zinakuja, asema Bwana. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Anasema angalia hizo siku zinakuja. Hizo siku hazitakuwa nzuri. Hizo siku vyakula vitakuwa vingi, maji yatakuwa mengi, lakini hizo siku neno la Mungu hatutalipata. Angalia hizo siku zinakuja. Ukipata neema ya kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu kwa nguvu zako, mtumikie Mungu kwa mali zako, mtumikie Mungu kwa sauti, mtumikie Mungu kwa ujuzi, mtumikie Mungu kwa namna ambavyo unaweza kumtumikia Mungu ili mradi upeleke ajenda ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tumeona mama anaimba, ametumia sauti, amemtumikia Mungu kwa sauti. Wewe hujapata neema ya mali, lakini umepata neema ya nguvu. Mtumikie mtumishi wa Mungu, maana kuna siku zinakuja utatamani kumtumikia Mungu, hiyo neema itakuwa hakuna. Utatamani kufanya mambo makubwa kanisani, hiyo nafasi itakuwa hakuna. Kuna watu walitamani kumtumikia Mungu muda huu, wapo hospitalini Jendo, na wengine wapo sehemu mbalimbali, lakini wengine miguu imekatika, walitamani kumtumikia Mungu. Wewe huu muda ambao umepata wa kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu kama hautamtumikia tena. Bwana asifiwe sana. Ana miezi miwili toka amejifungua, na amejifungua kwa operation. Tunafahamu wa mama, mwili wa Ana haujakaa vizuri. Mama aliyejifungua anafahamu hilo, lakini kwa sababu Mungu amemwokoa eneo hilo, ameona vema aje kanisani aendelee kumtumikia Mungu. Uzazi siwe sababu ya kushindwa kumtumikia Mungu. Na wewe mtumikie Mungu jinsi ulivyo, mtumikie Mungu leo. Kwa nguvu zako mtumikie Mungu, kwa sauti mtumikie Mungu, hata kwenye ibada njoo mtumikie Mungu, maana kuna siku zinakuja. Hizo siku zitakuwa ni siku za hatari. Watu watatafuta neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Amosi anasema hawatalipata kamwe. Watamtafuta katekisi, hawatampata. Watatafuta mchungaji, hawatampata. Hizo siku zinakuja, na tukumbuke watumishi wa Mungu, maisha ya mwanadamu yamehesabiwa na siku zake zimehesabiwa. Kila inavyoitwa leo, siku zako zinaendelea kupungua. Fanya uamuzi leo. Siku 23 zilizobakia ni siku chache, lakini ni siku ambazo unaweza ukatoa maamuzi ambayo yatakusababishia wewe kuwa na busara mbele. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu alikaa hapa duniani miaka 33, lakini alimtumikia Mungu miaka 3.5. Lakini katikati ya hiyo miaka
amekupa neema, mtumishi wa Mungu. Mtumikie Mungu jinsi ulivyo, mtumikie Mungu. Bwana asifiwe sana. Siku zinakuja watumishi wa Mungu. Hizo siku hizo zinazokuja hazitakuwa siku nzuri. Na ndio maana watu wanaona vema nikae nyumbani natafuta nini? Kwa sababu usalama wa maisha ni mdogo huko duniani. Ni bora ukamtumikie Mungu. Anasema hizo siku zitakuwa ni siku za hatari. Na ukisoma kwenye kitabu cha Petro ile sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 1, Biblia inasema kwamba tangu leo msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Wakati wenu uliobaki wa kuishi hapa duniani, kwa sababu wakati uliobaki ni mdogo. Huu mwili wa nyama ni mwili wenye kiburi. Huu mwili wa nyama ni mwili ambao hautaki kusikia. Huu mwili wa nyama ni mwili ambao unaona umefika hapa duniani wakati kesho kuna maisha. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Angalieni kuna siku zinakuja. Hizo siku hazitakuwa nzuri. Leo kama umepata neema ya kufika kwenye ibada hii, mtumikie Mungu kama hautamtumikia tena. Kama ni muimbaji, imba kama hautaimba tena. Kama una namna yote ya ujuzi, fanya ujuzi wako kama hautafanya tena. Maana kuna siku zinakuja, hiyo neema utaikosa. Utakuwa umelala hospitali. Wakati mwingine utalala nyumbani. Na wakati mwingine huenda utakuwa haupo hapa duniani. Wakati huu Mungu amekupa neema ya kumtumikia Mungu. Hebu mtumikie Mungu, maana anasema hizo siku zinakuja. Hizo siku zitakuwa sio njema. Kutakuwa na mambo ya ajabu. Watu watatafuta neno la Mungu hawatalipata. Watatafuta uhitaji wa kanisa hautapatikana tena, maana huduma itakuwa imefungwa. Na tangu leo msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Wakati wenu uliobaki wa kuishi duniani hapa ni mdogo mno. Kuna masaa machache sana. Mimi huwa naiangalia kesho yangu kuliko jana yangu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu huangalii mwanzo wa mtu, Mungu anaangalia mwisho wa mtu. Watu wengi mwanzo wao ulikuwa mzuri, lakini mwisho wao sio mzuri. Bwana asifiwe sana. Siku 23 zilizobaki zinatosha kubadilisha historia ya maisha yako. Siku 23 zilizobaki unaweza ukamtumikia Mungu, yani kwa viwango vya tofauti. Wakati mwingine hii dunia isikudanganye ukashindwa kumtumikia Mungu. Watu wamedanganyika na dunia kwamba wako busy, majukumu ni mengi, familia. Sasa mimi namtumikia Mungu kivipi? Na ndio maana nikasema kwenye kitabu cha Waefeso, lazima tuseme ukweli kwamba hata kama tuna kazi ni lazima tumtumikie Mungu. Lazima tuambie watu wengine, tuambie watumishi wa Mungu, maana tusipowaambia leo hatuwezi kupata nafasi. Tunafahamu tuna mafundi cherehani wanashona hapa. Wakina mama Amosi wanapelekewa nguo za kila aina. Yeye ni fundi, ni wajibu wake kushona. Lakini huyu fundi wakati mwingine anaweza akamshauri yule mtu anayeshona nguo kwamba hii nguo hebu ishone kwa staili hii hapa, unaweza ukapendeza. Mkaseme ukweli, lazima muambie watu ukweli. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tunahitaji tuseme ukweli. Na maisha tuliyokuwa nayo ili wafurahishe wa Kristo ni lazima uwaambie uongo, ndipo ambapo wanaweza wakafurahi. Lakini siku ya leo sisi hatuwezi kusema uongo kwa sababu baada ya maisha ya hapa kuna maisha mengine. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kuwapamba watu. Hatuwezi kuwapamba watumishi wa Mungu tuwadanganye watu ibada ya kwanza hata ukija saa 3 ni sawa. Hapana. Ibada yetu ya pili ni saa 4, tuambie watu hata mkija saa 7 ni sawa. Hapana. Ni lazima tuambie ukweli. Wakati mwingine ukweli unamweka mtu huru. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Watu wengi wamekuwa waongo. Sasa hivi simu zimesababisha watu wamekuwa waongo. Nipo hapa Nzuguni, kumbe yuko Chamero, anasema nipo Nzuguni. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja akasema, "Yaani mama Kulwa jamani, jana nimekumutwa vibaya sana." Nikasema kwa sababu gani? Asema nilikuwa tu kwenye majukumu yangu. Sasa baba kanipigia simu. Mimi nikasema hivi, nipo nyumbani. Sasa kwa nini unasema upo nyumbani? Niliona tu vizuri kusema nipo nyumbani. Sasa kumbe pale nyumbani kuna simu ya mkononi. Baba akapiga simu, watoto wakapokea. Mama yuko wapi? Sasa mama toka alipoondoka saa 12 asubuhi.
Aliporudi akachezea mkongoto. Utachezea mkongoto kwa sababu ya uongo. Bwana asifiwe sana. Anasema mkaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Acha kuwadanganya watu eti vijana, yani usiwe na shida. Ukikuoa utakula nyama kila siku, utakula kuku kila siku. Jamani, ukishaolewa nyama robo vipande 20 siku moja. Siku inayofuata Chinese mlenda. Acha kusema uongo, mwambie ukweli tu kwamba mke wangu ni kweli umeolewa na mimi, lakini uwezo wa kukulisha nyama kila siku siwezi. Kuna wakati ukifika tutakula nyama. Mwambie ukweli. Bwana asifiwe sana. Tukaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Wakati mwingine mimi nimeshangaa sana siku hizi. Hata sherehe za watu nimeshangaa. Mtu anaenda pale mbele kwa MC anasema yani nina cherehani nyumbani, nitaka nije nayo, sasa nimesahau, ila niandike hapa kwenye zawadi, baadaye nitakuja na hiyo cherehani. Alafu mtu anakuwa anategemea ile cherehani. Umesema uongo, mwambie ukweli. Lakini siku moja mtu mmoja alisababisha vurugu kubwa sana kwenye ndoa ya watu. Akaenda akamwambia bibi harusi, mimi nitakuja hapa na shilingi 300,000 na kutunza hizi 300,000, alafu baadaye nitazichukua. Bwana asifiwe sana. Si ndo michezo yenu huko duniani? Bwana asifiwe sana wamama. Wamama, Bwana asifiwe. Akachukua ile pesa shilingi 300,000 akampeleka pale kama zawadi. Enda pale anamtunza, na tunakuaga tuna mbwembo, tukishakuwa na hela nyingi tunakuaga na mbwembo kweli, ili tuonekane hata kwenye kamera kama leo ambavyo tutaonekana hapa. Akapeleka ile 300,000. Kumbe bwana harusi anaipigia mahesabu, hii hela ndo tutapata ya mtaji hapa. Bwana asifiwe sana. Sherehe kaisha. Ilipoisha akasema naomba zile hela, nimeona yule dada anakupenda sana, amekutunza. Akasema hapana, zile hela tu zilikuwa za geresha. Akasema hakuna za geresha wala nini hapa, lete hizi hela hapa, tapeli mkubwa wewe. Bwana asifiwe sana. Akachukua 300,000 zile, mwanamke anaanza kulipa madeni huko. Acha kufanya hivyo, tukaseme ukweli, maana wakati mwingine tunajisababishia shida hata kwenye maisha yetu. Kama hatuna, tufanye tunachokiweza. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Biblia inasema tukaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Lakini tuangalie siku zinakuja. Hizo siku zitakuwa ni za hatari. Hizo siku tutatafuta neno la Mungu, hatutalipata. Kwa sababu hatukutaka kumtumikia Mungu kipindi hichi. Kazi za duniani zisababishe wewe ukashindwa kumtumikia Mungu. Ifike mahali kazi za duniani siwe na kituo. Sasa sisi tunafanya tu kazi za duniani, hakuna kituo. Hatutaki kusema ukweli. Nimepita kama wiki 3 hivi, nikaa nimezungumza na mama mmoja wa Mamajusi, maana wale ni wanangu, mimi ndo mlezi wao. Sasa nikaa nimemshirikisha habari fulani hivi ya siasa huko duniani. Akasema usitutanie mama Kulwa, wewe usitanie kabisa. Yaani wewe unataka uweze kutukwepa taratibu hapa na siasa yako huko duniani. Yaani tunaomba uangalie hiyo siasa yako huko duniani, wewe usije ukamsahau Mungu huko kwa sababu ya siasa. Bwana asifiwe sana. Nikaona kweli hiyo fimbo imenikuta hiyo. Hiyo fimbo inanihusu na Mama Bite. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Maana wakasema wewe mama, wewe usitanie, wewe Mamajusi, lazima tukwambie ukweli. Wewe unataka uende huko kwenye siasa duniani, alafu sisi huku tunafanyaje? Kwa hiyo nikamwambia Mama Bite, aisee tuwe makini huko duniani tunapoenda. Kumbe kuna watu wanatuona huku, sisi tulijua hawatuoni. Lazima mtu aseme ukweli. Alituambia ukweli tukajua kweli. Bwana asifiwe sana. Na wewe mwambie mtu mwingine ukweli. Mwambie hata mke wako kwamba hichi mimi sikipendi. Mwambie mume wako hichi sikipendi. Habari ya kujirekebisha, asijirekebishe, atajijua mwenyewe. Sisi kwa sehemu yetu tumeshasema. Bwana asifiwe sana. Anasema angalieni hizo siku zinakuja. Hizo siku zitakuwa sio nzuri. Hivi unajua kuna watu saizi hapa watumishi wa Mungu wanatamani, sio tu kwenye ibada, mtu anatamani hata kutoka nje, lakini ameshindwa kulingana na changamoto anazopitia. Sisi tukipita kwenye changamoto kidogo, hatutaki kumtumikia Mungu.
Yaani nimesema Ana haikuwa rahisi, wamama wanafahamu miezi miwili ni miezi michache. Sio kusimama hapa na kuanza kuimba. Lakini Ana bado anaendelea kumtumikia Mungu. Asema nilikuwa nimewamisi sana. Changamoto sababishe mtumishi wa Mungu ashindwe kumtumikia Mungu. Maana kuna wakati utapata hiyo nafasi, alafu nafasi itakuwa imefungwa. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Tutakwenda kumalizia kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya 4 ule mstari wa 22. Yeremia sura ya 4 mstari wa 22 tunamaliza. Wakati huo tunatafakari ujumbe wa neno la Mungu, tukaseme ukweli kila mtu na jirani yake. Hatutaki habari ya kupangana hapa. Eti siku hizi watu wakiwa wanataka hata kitu kwa mtu mpaka akupange. Siku moja mtu mmoja akanipigia simu akasema, "Mama Kulwa, habari yako?" Namwambia, "Safi, za huko nzuri." Yaani Mama Kulwa, unajua nyinyi ndio watu ambao tunawategemea Nzuguni, unaelewa hilo? Yaani nyinyi ndio mabosi wa Nzuguni Nikasema, "Sikiliza nikwambie mtumishi wa Mungu, acha kunipanga na hela sina." Bwana asifiwe sana. Biashara ya kupangana sisi hatutaki. Pita njia inanyooka, sio unaanza kumpanga mtu unamlemba eti mabosi wa hapa Nzuguni wakisema watoke mabosi na mimi nitatoka bosi hapa. Bwana asifiwe sana. Tusipangane watumishi wa, yaani mtu anapotaka kitu kwa mtu lazima amlebe. Yaani unajua dada, siku hizi umenenepa, siku hizi umependeza, afu nywele zako zinavutia toka umeanza kusuka. Kumbe mtu anataka hapa, anaanza kusaudisha, anataka hela. Jiangalie sana na huyo mtu anaanza kukupanga mapema. Bwana asifiwe sana. Sisi hatutaki kupangwa. Wewe kama unataka mtu akusaidie, mwambie akusaidie. Kama hataki na aache. Bwana asifiwe sana. Aliyepaona Yeremia ile sura ya 4 mstari wa 22, tumalizie. Kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawajui ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Amina. Rudia mtumishi wa Mungu. Kwa maana watu wangu ni watu gani? Alafu wamefanyaje? Watoto waliopungukiwa na akili. Yaani mstari wao unanichekesha sana. Hebu endelea. Wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya. Bali katika kutenda mema hawana maarifa. Amina. Watu wangu ni watu wapumbavu ambao ni mahodari wa kutenda mabaya kuliko kutenda mema. Hao watu wana maarifa ya kutenda mabaya kuliko kutenda mema. Ni maneno magumu sana. Mungu atusaidie watumishi wa Mungu. Lakini kwenye hicho kitabu cha Yeremia kuna sehemu nilikuwa nasoma, inasema, Biblia inasema kwamba angalieni ndege wa angani, mbayuwayu, koikoi, sijui na ndege gani wengi wanajua siku zao za kuamliwa. Lakini sisi wanadamu hatujui siku zetu za kuamliwa. Yaani wale wana akili, asubuhi wakiamka wanaondoka kwa pamoja, wakirudi wanarudi kwa pamoja. Yaani ndege wana akili kuliko sisi. Na nimeshuhudia mimi kule mtaani kwetu ninapokaa, kuna nyumba ina mbwa wengi sana. Sasa mbwa mmoja alikuwa na vitoto vingi, bajaji sio kitu gani kapitia mbwa wale kama wawili wakafa. Na kuambia ile njia, kila bajaji inayepita pale mbwa wanatoka wanakimbia, sio kawaida, wanafukuza bajaji sio kawaida. Yaani wanakumbuka kwamba hawa walitufanyia mbaya, watoto wetu wakatuulia. Yaani wanyama wana akili. Yaani ikipita bodaboda, ikipita bajaji, siku moja tukawa tunapita pale tumefuatana na bajaji, mbwa alitukimbiza, mimi nilikimbia. Baadaye wakaniacha anza kukimbiza bajaji. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie. Watu wana uchungu na watoto wao. Yaani watu wana uchungu. Yaani usimchezee Ana hapa. Umeona alivyoimba? Kwa uchungu. Sasa usichezee mtoto wake. Yaani chezea eneo lingine lakini usichezee mtoto wake. Bwana asifiwe sana.
Mungu atusaidie watumishi wa Mungu. Ndani ya siku 23 zilizobaki, ni siku nyingi sana. Lakini mtu mmoja anaitwa Yohana akamwambia rafiki yake Gayo, akasema hivi, nakutakia mafanikio mema katikati ya mwili wako na roho yako. Kama ufanikiwavyo mwili wako, ndivyo ambavyo na roho yako natamani ifanikiwe. Na mimi mchana wa leo natamani kama tutafanikiwa mwilini kabla ya kuingia mwaka 2025, na rohoni pia tuweze kufanikiwa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.